Wabunge wenzangu, hamjambo. Okay, nikiongea kuhusu Kalonzo Musyoka, kwanza nitaanza kwa kuongea kuhusu niliona kwa baadhi ya viongozi hapa Kenya. Kalonzo ni mtu ameshika ofisi za serikali kadhaa mpaka vice president. La mara nyingi mambo kama hii tunarejea ufisadi, sijaona akipelekwa kotini kwa mambo kama hayo sasa. Mambo kama ukabila sijasikia akitajwa hapo sana wakati alikuwa kama vice president. And then kuna kitu kimoja tunaongea kuhusu Kalonzo, na hii ndio inakuanga watu wanamuona ni kama Mungu. Mnasema Kalonzo is so tough. But what if you compare toughness ya Kalonzo na toughness ya President Ruto? President Ruto sababu hako tough, hawezi sikiza wananchi wa kawaida, ambapo nafikiri Kalonzo will tolerate wa Kenya. Atakuwa na ile humanity, atakuwa na ile nini ya kuangalia, kusikiza maoni ya watu, sababu sio mtu wa kujigamba vile, ni mtu mpole, mtu mtulivu. So ile kitu labda inafanya asionekane sana, labda ni vile yeye ni mtu ambaye hapendi kunyakwa, na unajua siasa inataka pesa. Unyakwe zaidi ndio upeane, ama upate support kutoka pahali fulani. Na ndio unaona mara nyingi Kalonzo, ingawa pande moja anafaa atembee, ajitokeze kabisa, aongee Wakenya kwa njia yenye Wakenya wanaweza kumwamini kweli anajiweza. Unajua kazi kama ya siasa sio kazi utalazimishwa, ni kazi ngumu mpaka we mwenyewe ujitolee. Ingawa Kalonzo hajajitolea, lakini sisi wananchi wa kawaida naona kama tukiamua tumuunge mkono kabisa, tumwambie ni wewe, sababu atafanya. Sababu unaona, tukirudi kwa Biblia kidogo, wakati Mungu alichagua Musa kuongoza wana wa Israeli kutoka kwa Egypt, mbona kuangalia mtu kama Goliath afanye hiyo kazi? Ile hali alijua ya kwamba Farao alikuwa mtu difficult. Ile kitu nasema ni Wakenya wakiamua wanataka Kalonzo, hao ndio watampatia the way to go. Watamwambia tunataka wewe na ile kazi tunakupatia ni hii, na tunataka uende namna hii, na ataifanya, sababu ni mtu atasikiza wananchi wa kawaida. Ile kitu inatumika sana na serikali ya sasa ni kwamba tuko na president na he tough, na sababu ni tough, anaona kama he is also wise. Hakuna kitu mtu anaweza kumwambia yenye iko na maana, na hiyo ndio sababu shida zetu nyingi hazimfikii. Hata mkiongea anaona ni kama mzaa. Mpaka saa hii hata tukikaribia uchaguzi wa 2027, watu wamepoteza matumaini, wanaona ni kama sasa hakuna njia ingine. So ukilinganisha na mtu kama Kalonzo, naona Kalonzo is a bit better kuliko tuchukue mtu mwenye atachukua. Unajua hata kama uko na nguvu, umepewa that kipawa yako sio ya kuhangaisha wadogo, bali ni kuwa protect. Na nikiangalia Kalonzo naona kama si mbaya kwa president, labda yeye mwenyewe au atie bidii zaidi. Asanteni. Hamjambo. Mimi ningependa kusema ya kwamba kitu yangu sioni Kalonzo kana wewe. Sababu ni ya kwamba Kalonzo mwenyewe hajiamini. Anaweza shinda akatae kutangaza, atatokea maandamano ama atakifuta. Hiyo ndio shida yake sasa. Kama angekuwa anaweza promise wa Kenya atakuwa mpaka dakika mwisho, ungeamini. Asanteni sana. Thank you so much. Umesema Kalonzo Musyoka hajiamini, anaweza shinda na akose kutangaza. Kwani mtu anajitangaza ama unatangazwa na nini? Na electoral body. Because if at all the electoral body ndio wakutangaza, then the electoral body anafaa watangaze mtu mwenye ameshinda, sio mtu mwenye pengine amefanya ukarabati. Na Kalonzo Musyoka kama anaweza simama kidete mpaka kwa debe, then kutangazwa hiyo tunawachia IBC.
Asante sana. Mimi ningependa kujibu hivi. Kalonzo sasa Kenya sasa hivi unajua hata Raila anashindanga lakini hajaitangaza. Unaona? Hata Kalonzo anashinda anataka kutangaza. Sasa atatokea maandamano. Mwenye naona anaweza tangazwa. Kani Kalonzo mimi kivyangu mimi sioni kama anaweza kuwa president. Wacha tuseme ukweli. Haizi kuwa president wa Kenya. Nisikie. Asante. Nimewasalimu. I think tukiongelea Kalonzo, by the way si mbaya. Tukirudi kisiasa, jinsi wabunge wenzangu hapo wamesema, Kalonzo ukimwangalia ni mtu ambaye ni mpole. Anaweza sikiza yule mwananchi wa chini. Ni mwepesi wa kusikiza. I think that is the advantage ya Kalonzo. Lakini bado kwa hiyo advantage yake, hiyo ndo tulichaji mtu anaitwa Ruto. Tuliangalia Bwana asifiwe. Tukaona huyu ni Yesu amekuja. Kwanza walisema ni siku ya Yesu. Kumbe ndo alikuwa adui wa Yesu. Kwa hivyo tunaweza ona Kalonzo saa hii ni mzuri, hana sauti, atasikiza mwananchi, lakini akishachukua ndo tutajua ubaya wake na uzuri wake. Pili, nikiingia sasa kwa Kalonzo tu sasa kisiasa, sasa nikipanda upande wa demerit, disadvantage zake. Kalonzo in most cases amekuwa kicheucheu. Unapata wewe mwenyewe anajitokeza, wewe mwenyewe unamsupport, unasema huyu jamaa hata kwanza vile ameoka hivi, naona huyu ndo anaesana hii Kenya. Kitoko unasikia ameanza kutafuta njia ya anatafuta maybe mahali anaweza fakia. Anauliza huko kwa State House kuna mahali anaweza fakia. Sasa sisi huku tunaangalia Kalonzo na huko naye amekuwa mtu mwingine tofauti. Then akiwa vice president Kalonzo sasa kikazi. That is 2007 to 2013. Nakumbuka na mimi Newton Kulundu ndo aliniambia, na sijui alinidanganya ama namna gani. Yeye ndo alikuwa my MP. Omwami Kibaki alimuuliza, tayari mimi okay tumeungana, ulipitia pale lakini tumeungana tuko kitu kimoja. Sasa nikiangalia Ukambani kote hakuna university. Unaweza angalia mahali tukajenga hii university. Kalonzo alimwambia kiwanja naweza tafuta, lakini tujenge jela. Hiyo mambo na university akatupa kando kiasi. Yeye alipropose jela. Kwa hivyo huyu ni mtu mwenye tunaona akiwa president atakuwa anaangalia ni wapi hakuna jela juu. Wenyewe wao wanasema by the way, okay it is true. Kwa wao wanasema Wakamba saa zile walikuwa wanashikwa. Unapata mtu ameshikwa ni maybe ameipa tu kuku, anapelekwa Nairobi ama anapelekwa Kisumu. So inakuwa ni ngumu sana, yeye akaona jela inafiti. Sasa mimi kivyangu nikimchukulia juu pia hakukuwa na university. Yeye hakuona mwanafunzi akishasoma amalize form 4 anaweza pelekwa Kisumu Patton Transport Coast. Yeye akaona jela. So kivyangu namuona ni kama akishachakuliwa atakuwa anaangalia ni wapi hakuna jela. Hakuwa akichenga hapo majela. So mimi naona kama hiyo ndio disadvantage yake. Then ukirudi upande wa Gen Z, sasa ile Gen Z wanataka mmoja saa hii kurudi Gen Z lazima ukue dikteta. Hiyo tukubaliane. Kurudi hao Gen Z hao wenye tunaona ni dikteta. Why? Umejua ukisema ufanye as per the will of mwananchi utaharibu nchi. Ama namna gani? Tuseme tu ni mwanafunzi amechukua kama president, anataka asema ati hapa mimi nikichukua mtakuwa mnakula zaidi. Umejua sasa sisi walimu tutakosa kazi na shule itaanguka. Juu tukisema wakule zaidi sio ni kuharibu shule. So as per the will of Gen Z, I think Kalonzo hawezi fit. Maybe Matiang'i ama Ruto. Mimi naona kwanza mtu anaweza na Gen Z ni Ruto. Wakisema hivi na anaenda hivi. Akisema hivi na wanaenda hivi. Inji inaenda mbele. Lakini ati aseme hivi na muende hivyo. Kalonzo akichukua inji itaanguka on the spot. Haitaenda ati inaenda polepole inaenda kwa ngoja, itaanguka on the spot. Ni hayo. Swali langu kwa mbunge mheshimiwa ni kwamba
umejaribu kudescribe Kalonzo Musyoka during his time as vice president. But okay, umesema alijenga jela instead of proposing something like university or something else. But during the Kibaki era, I think first president alikuanga na ministerial portfolio. What was that ministerial portfolio ambayo Kalonzo Musyoka alikuwa nayo? Because to me I feel that it was home affairs. And if at all it was home affairs, then hii mambo ya jela ilikuwa chini ya home affairs, ambayo kitu kama university iko kwa education. So you must go with what is in your docket. What can you say? I think nikijibu hilo swali, nimesema mimi ni mpunge mwenzangu, mpunge wa kwetu ndiye alisema, na sikuwa na uhakika sijui alimaanisha, lakini kama alimaanisha ndani niko na jibu ya swali lake. Yeye aliulizwa, ilikuwa ni president alimuuliza, akamwambia ni sawa, imekuja. Nikiangalia huku kwenu kuna shida fulani, especially in terms of education. Lakini naye Kalonzo akamwambia hapana, tungeanza na hii jela, na akajengewa hiyo jela. I think ni swali aliuliza, lakini akapropose jela. Okay, ningeomba ni contribute fulani ili tujue ya kwamba kiongozi ni nini. Mimi kulingana na ile kitu naelewa kwa uongozi ni mtu ambaye inafaa awe na authority na pia awe na principle. Na hizo zote mimi nikiangalia napata ya kwamba Kalonzo hana hizo vitu zote. Kwa nini niseme hivyo? Nikiangalia 2007 au wakati yote ambayo Kalonzo amewahi kuwa kwa uongozini, sijawahi ona mahali popote Kalonzo ako frontline kutetea wananchi kwa shida yoyote ile wananchi wanapenda. Tukiangalia hata wakati ambayo alikuwa kwa wakati ya Moi, Kalonzo hakuwa reformer. Yeye ni mtu ambaye alikuja akatolewa kwa sababu Moi alimuruka juu angekuwa president, angepewa hiyo nafasi na hakupewa. Sasa hiyo ndio kwa sababu Moi alikuwa kwa upinzani ya Moi. Tukirudi tena wakati waliungana na Kibaki, ye mwenyewe nilikuwa naona tu ni mtu ambayo chenye watu wanaongelelea ndiye anafuata. Yaani yeye alikuwa ni kama upepo. Yule mtu ambaye anafuata tu watu wanasema nini. Tukiangalia ile shida ambayo tulikuwa nayo 2007, mwenye alichangia pakubwa zaidi, hata leave alone Kibaki kuchangia, lakini Kalonzo ndiye alichangia pakubwa sana. Kwa sababu yeye ndiye alisupport Kibaki, akiwa Kibaki hajakuwa hata amepita. Na yeye ndiye akampatia wabunge wake, at least Kibaki bado hakuwa amefanya nini, ametoshea. Na watu wakakufa wengi sana 2007. Na hatukusikia mahali popote ya kwamba Kalonzo anasema Wakenya wanaumia. Kwa hivyo sisi tunaona, kama mimi naona ya kwamba Kalonzo ni yule mtu ambayo anaweza furahia hata kama uko na shida, bora yeye hana shida. Na kama hata hii uongozi ambayo tuko nayo saa hizi, yeye mwenyewe kama angekuwa ako kwa side mzuri, hata mkufe wengi namna gani bado atakuwa aongei. Sijawahi ona hata kama kuna mtu ambaye anaweza sema ukweli Kalonzo is a reformist. Ni nini Kalonzo amewahi fanya ili sasa unasema ya kwamba huyu is a reformist, anaweza tengeneza Kenya kwa njia mzuri? Ile shida ambayo sisi tuko nayo, hatuwezi okolewa na mwenye tuko na shida kama yeye ndio pia atatuokolea hiyo shida. Kalonzo pia akotuna shida kama ile sisi tuko nayo. Ni vile tu yeye amewahi kuwa kiongozi, lakini he also akona shida tu kama sisi wenyewe. Mimi hiyo ndio ile kitu ambayo ningeongelelea kuhusu Kalonzo. Hawezi kuwa president mzuri, na kama anataka kuwa president mzuri, ajitokeze na tetee wananchi
kwa njia ile iko sawa, ili tujue ya kwamba anaweza tetea wananchi na anaweza lead kwa njia mzuri. Hiyo ni maoni yangu. Swali kabla hajachangia, thank you. Honorable member, mwenye umetoka on the floor. Unasema Kalonzo Musyoka is not a reform. That's true. But what about William Ruto? Ulichagua William Ruto because all I know is that all the products of the Moi, they never wanted something called reform. All of them were not reformers. William Ruto was not a reformer. Now that we can judge Kalonzo too as not a reformer. How big? Kalonzo nani William Ruto alipata opportunity. Now that tunafungia Kalonzo because he's not a reformer. Okay, nikijibu hiyo swali, wakati William Ruto alikuwa anachaguliwa, saa hii ndio shida iko mingi sana. Saa hii ndio huwa tunasema kwa shida ile tuko nayo, tunatoka kutoa Ruto. Na wakati tunatoa Ruto, tunatoa yeye kwa sababu gani? Unajua wakati Ruto alikuwa amechaguliwa, watu hawakuangalia kwamba ati yeye ni reformer. Watu walikuwa wanapiga kura juu ya ukabila. Sasa saa hii ili Kenya wapate president mzuri, ni lazima tutafute yule mtu ambaye anaweza okoa Kenya. Wakati ila tu kwa tunaokoa Kenya, watu walikuwa wanachaguana tu. Sijui kama umeridhika na jibu yangu. Wabunge hoye. Huyu mbunge anayetoka anaongea vizuri ya kwamba ni sawa, lakini sasa mahali imefikia tumefinyika, tufanye namna gani? Hiyo sio reform, lakini mahali tumefika tumefinyika. Kama kuna njia nyingine tufanye namna gani? Wacha tupatieni Kalonzo, then tuangalie deputy president wake awe mtu ambaye ako very tough, atamsaidia kazi sawa sawa. Hata kama ni Matiang'i ni sawa, akisimama hapo maneno itakuwa sawa sawa. Na rais ni rais. Mnaweza ona kwamba Kalonzo ako very soft namna hivyo, lakini akishapishwa pap ashike hiyo sword namna hii, haki mtalia. Sasa ndio mimi nasema kwa sababu sasa hatuna njia nyingine, na tunaona kwamba maisha ya Kasongo amefinya watu kufinya. Tufanye namna gani ili sasa tusiruhusu Kasongo arudi hapo? Wacha then tutumie Kasongo Kalonzo Musyoka. Ile Kalonzo Musyoka at least anaweza kujua tabu kidogo, maana Ukambani bado iko shida mingi na unahitaji maendeleo. Sasa at least hata akipeleka maendeleo Ukambani huko itakuwa sawa, atakuwa anapeleka huko na anaangalia some other remote areas ambapo hakuna maendeleo, anafananisha na Ukambani, na hata pia watu wengine tunapata maendeleo hapa. Kuliko hii kitu iko mikononi mwa Nyang'au. Tufanye bidii kwanza, tung'oe, tutoe hapo hii uongozi. Ndio sasa maneno ya kiongozi mzuri tufikirie uko 2032, lakini saa hii tumefinyika. Kama ni Kalonzo sawa, ule atawekwa mbele, tuende na huyo. Hiyo ndio maoni yangu. Asante. Wabunge hoye. Stephen Kalonzo Musyoka. Kama mnasahau huyo mtu ama mnaongea aje? Stephen Kalonzo Musyoka 2022 alisema nikisupport Raila Amolo Odinga labda kichwa yangu ifanye kazi. Akafika wakati yenye Raila Amolo Odinga alikuwa anaenda kuchiapisha hapo Uhuru Park. Kalonzo Musyoka amepanda huko kwake huko Karen maembe. Maembe kaanguka kutoka kwa mti, kaangukia kwa mabati. Akasema amekuwa ndaresa. Sasa mimi nauliza ndugu zangu. Juzi tuliona Kalonzo Musyoka ametuma watu wake kutoka huko Kambani atiwenda kuomba msamaha kwa William Ruto aingie kwa serikali.
Sasa tunaongelea mtu mwenye ako kwa serikali ama tunaongelea mtu mwenye ako nje? Sasa hivi tukiangalia hii Kenya, opposition tuseme Kalonzo Musyoka. But mimi sioni kama Kalonzo Musyoka ndiye ako opposition. Juu mimi naona sasa hivi mtu mwenye anaguruma kidogo ni Rigathi Gachagua, si Kalonzo Musyoka. Sasa tunapea Kalonzo Musyoka aje kama yeye mwenyewe si opposition? Hiyo wewe ndio nimeuliza hiyo swali. Asante. Tunapatia Kalonzo Musyoka swali, tunapatia Kalonzo Musyoka uongozi kwa sababu pia yeye anataka, ingawaje ni muoga lakini anataka. Hata ile kitu napeleka State House hapo ni kwenda kuangalia itakuwa maneno itakuwa namna gani. Lakini yeye nia yake kubwa inataka. Na kama mnaona kwamba Kalonzo hataki, then rudi kwa baba. Ndio asukume Ruto vizuri kwa sababu hiyo ni tinga. Hapana ogopa. Yes, wabunge hapa. Oi. Oya. 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 Sasa kuna kitu mliongelea kidogo. Wakati mlikuwa mnaingiza Ruto, sijui nini hamkuangalia. Mlikuwa mnataka hamkuangalia nini ukabila ndio whatever. So hata raundi hii sasa ndio nataka tuende tuangalie. Hatuangalie ukabila ama chochote. Ile kitu nataka ni kutoa Kasonga na nyumbani tuweke Kalonzo. Ashikilie. Lakini ile kitu mimi nahusunika ni moja. Mnasema Kalonzo ameingia kwa serikali. But mnaona kana kwamba Kalonzo ameingia kwa serikali. Juu Kalonzo akiingia kwa serikali na Kalonzo ndio tuko na yeye kama opposition, juu mtaa ameingia kule, kuna mwingine kule atajitokeza. Juu wale ambao tunasikia saa hii Ubununu, tuko na Matiang'i, tuko na Maraga, tuko na ule mwingine ako pande hiyo. Lakini ile kitu tunajua saa hii kwanza, mwenye tunajua amebaki kwa uwanja ni Kalonzo. Sio jioni venye Kalonzo anaingia kwa serikali. Lakini kama kuna mpango wa kuingia kwa serikali, hamuna haja tuanze kuongea mambo ya upinzani na serikali. Karibu. Naona ya kwamba tunaenda kando na swali ile tulikuwa tumeuliza. Tulikuwa tunauliza hivi, wacha Kalonzo kuingia serikali. Tulikuwa mjadala ilikuwa ni hii. Kalonzo anaweza make a good president, na ni nini ambayo amewahi fanya mzuri kwa Wakenya, ili hata we mwenyewe unaweza jitokeza useme Kalonzo amefanya hii, Kalonzo amefanya hii, amefanya hii. Kama sasa hivi tuseme hapa tuko Embakasi South, Mawadhi akirudi atasema nimejenga shule fulani, nimejenga hospitali fulani, hata kama ni uongo, vitu kama hizo. Nimetetea wananchi fulani walikuwa wanaumia haya kutoka wakati fulani, kwa sababu ile kitu ambayo sisi tulikuwa tunajua 2007 wakati watu walikuwa wanakufa, Kalonzo alikuwa anacheka. Ni nini ambayo anaweza fanya mzuri, au ni nini amewahi fanya mzuri, ili tukimchagua tunajua hiyo ni kiongozi atafanya. Nikikujibu kidogo, alia serikalini saa hii kuna vitu amewahi kutufanyia ndio tukamweka kwa serikali. Tulipiga kura kwa njia ile ambayo sio mzuri. Sasa saa hii ndio tumeerefuka kama Wakenya, ni lazima tutafute ni nani amewahi tufanyia kitu mzuri, nani ako na nia. Sawa, hata mimi hapo nataka ngoja kidogo. Hata mimi nataka nikujibu kana kwamba wakati hiyo Kalonzo alikuwa hajafungua akili mzuri. Saa hii ndio ameona kana kwamba mahali alikuwa amekosea. Unajua ni kama mchezaji, ukiwa nje kama sabiki, unaona mwanacheza ndani ako na makosa. So unajua ile makosa ambayo anafanya. Kwa hivyo sasa ndio amejua kana kwamba kuna makosa mahali. Kwa hivyo akiingia kwa serikali atarekebisha na atatufanyia mzuri. Karibu niulize swali. Huyu. We mbunge, Yes, unasema Kalonzo hakuwa na, yani ni kama alikuwa amelala wakati yote. Ni kweli. Yani inamaanisha kwamba Kalonzo hakujua ya kwamba inatakikana afanyie Wakenya kazi. Jambo ile swali ambayo naomba nikuulize. Saa hii mtu akiwa anatoa sera zake, si hizo sera ndio inafaa tujue ya kwamba huyu mtu anaweza kuwa kiongozi mzuri. Si ni kweli? Sasa tungoje atoe sera akisaa ingia.
Aya, unajua wakati angetoa siara kwa sababu alikuwa kama alikuwa vice, maybe alikuwa na baba, so alikuwa anazungumza kitu kwa pamoja. So saa hii ndio ameona kweli siara zake anataka toa zinaweza kuokoa Kenya hii. So tunangoja atupatie hiyo. Kitambo 2027 atakuwa ameweka hiyo siara zake kwa meza na tumeziangalia. Thank you so much. Honorable member, you are not honest, you are not sincere. Kwa nini nasema hivyo? Tuseme election is called now. Tomorrow by Sunday we are supposed to vote. Ni kitu gani ambayo unaweza uza kwetu kutuambia wa Kenya let's vote for Kalonzo Musyoka because of ABCD? Because William Ruto alituhusia bottom up, ingawaje tumekuja tukarealize baadaye bottom up is not what? It's not realistic. Sera za Kalonzo Musyoka saa hii ni gani? Yes, mbunge, mimi ningependa kukujibu kidogo. Kwa saa hii kwanza tunataka kutoa Kasongo. Nyeri kwanza Kasongo atoke, ndio tuingie atupangie mikakati ingine. Kwa sababu hiyo ndio mietu ya kwanza tuko nayo. Okay, mbunge, itanilazimu niwache kukuuliza maswali because hakuna swali yenye unajibu kikamilifu. Juu ile swali tunauliza direct and it is a direct question. Na kwamba sera manifesto ya Kalonzo Musyoka ni gani? Wakati wa Raila na Ruto, hata Raila alikuwa anasema ile nini ile 6000 alikuwa anahitaji, alikuwa anaongea kuhusu hata nini baba care something like that, alikuwa na kuna ile nini 6000 per household, kitu kama hiyo. Sera ya Kalonzo Musyoka hatujui, and mark you, Kalonzo Musyoka amewahi contest presidency ya Kenya. Wakati huo sera zake ilikuwa ni gani, ambayo saa hii amekuja na sera gani tena? Ndio tuone kama tunaweza kumpigia kura. Sawa. Asante sana mbunge mwenzangu. Mimi ile kitu ningependa kukujibu, kwa sasa hivi siasa haijaanza. Siasa ya Kalonzo haijaanza. Naona mwenye kuna siasa sisi anaendelea kusunguza siasa yake ni rais ambao anatuongoza, ndiye ameanza siasa, amesahau kufanyia wananchi kazi, ameanza kuenda kwa siasa. Kwa hivyo labda kuanzia next year ama before next year kuna mikakati unaweza pata Kalonzo amepanga, atakuja kuambia mimi nikiingia uongozi tutawafanyia hii na hii na hii. Wabunge oye. Sasa mimi nashindwa tunajadili nini, lakini sawa. Sasa tunataka tuanze kwanza na Kalonzo. Kalonzo akiwa makamu wa rais, nyinyi wenyewe mnamjua vizuri, hajakuwa na jina mbaya vile, lakini tukiangalia huyu ndugu yetu ambaye ni rais wa sasa, akiwa Minister of Agriculture, tunamjua vizuri. Kwenye pesa zilipotea akatolewa pale, mambo ya mahindi mnajua. Sasa mimi nashangaa mnafananisha rais na Kalonzo. Kwa sababu kitu ya kwanza, mimi nataka sawa utaniuliza swali. Mimi nataka munipe jibu ama niulize swali. Kati ya Kalonzo na rais, mbona Kalonzo akiwa makamu wa rais hajakuwa na taswishi mbaya ama hajaonekana na skando yoyote, lakini rais sawa. Sisi tulikuwa tunaangalia at least ungesimama utuambie uzuri wa Kalonzo akiwa sasa vice president. Jaribu tu kunieleza pia mimi nielewe uzuri akiwa vice president. Tafadhali nieleze nijue.
Sasa mbunge mwenzangu, mimi naweza kujibu kwanza. Unajua jina njema huonekana. Sasa huyu mtu ajapewa mamlaka yani ajapewa ile fimbo ya kufanya kazi, lakini ile siku atapewa fimbo na kupewa amri ya kufanya kazi, mtaona the true character yake ama mtaona tabia yake. Sasa mimi si kupigia Kalonzo debe, lakini ningesema Kalonzo ako at least kuliko huyu kwa saa hii. So hiyo ndio ningesema, kwa sababu tukiangalia nyuma tunaona rais akiwa na skandalo mingi ya nini. Hata mkiangalia mambo ya hiyo 27 sio mambo ya kanisa sio nini. Sasa hiyo ndio ningesema. Asante. Wabunge wewe. Mimi nachangia tu. Nachangia kwa Kalonzo. Tunasema Kalonzo amefanya hivi na hivi. Si ndio? Kalonzo alikuwa kwa ministry. Kwanza yeye alianzia kwa MP huko nyumbani kwao. Sawa. Amefanya mabadiliko nyumbani kwao. Akiwa vice, wenye aliingia kwa serikali. Mnasema kuna mabadiliko nyumbani kwake, si ndio? Kwake ni kitu hii. Sawa. Lakini yeye mwenyewe aliproposia watu wake vizuri. Akasema vizuri, kuliko nianze kujenga hapa penye nimezaliwa, acha nianzia pale mbali nikikuja. Kwao ni nini Mwingi North, sawa, lakini yeye kazi yake mingi alianzia Mwingi Central. Enda Kitui huko Mwingi. Kwake maji iko, stima iko, hospitali ziko, shule ziko, hata TVET ziko. Si ati alifanya kitu kuonesha huko kwake, sawa. Isipokuwa kitu yenye iko ni barabara. Na hiyo barabara kitu yenye alifanya, alisema ianzie pale fulani, lakini ijaifika bado kwake. Kitu kingine Kalonzo amepatia na msaada. Wakati hapa jenga ilikuwa inabomolewa, wakati wa Raila na Uhuru, na alikuja hapa. Kalonzo wa kwanza ndo alikuja. Mwenye alikuja kuongea, alikuja akaacha nini? Akaachia watu msaada, akawapatia unga na vitu zingine. Sawa. Haya, mimi sina ubaya. Kalonzo swali nakuuliza. Wakati alikuja hapa Njenga, wakati yenye hii Raila na umesema Raila na Uhuru. Hiyo wakati Kalonzo alikuwa kwa serikali ama huko kwa serikali? So nikisema alileta vitu hiyo msaada ya serikali inaweza danganya, si yake. ngoja alileta. Si yake. Si yake. Yes, serikali. Ni yake. Angalia, yeye mwenyewe alijitolea. Kama Raila mwenyewe alikuja akasimama hapa, ndio the following day Kalonzo akakuja akapatiana. Raila alikuja alifanya nini? Tuongee ukweli. Raila alikuja alifanya nini? Alipatiana unga? Alipatiana usaidizi. Alipatiana msaada? Tuongee tu vizuri. Raila alipatiana msaada. Kitu kingine Raila kitu kingine anakwanga most of the time mnaonanga huyu mtu ni kama yeye ndio akona humility kwa watu. Humble. Yeye ni humble. Mara mingi vitu mingi anafanyanga amuoni, lakini mara mingi akijitokeza kwenye hata mkimuita akona humbleness yake inaonekananga. Hiyo ndio mimi naweza sema kwa sasa hivi. Yenyewe hapo hiyo ndio mjadala tulikuwa tunaongelea. Wabunge oye. Oya. Kifyangu mimi sioni kama nitasupport Kalonzo. Niseme kwa kuchangia. Mumesema kwamba ama mimi niseme kuhusu Kalonzo vile namjua. Tukianzia wakati Kalonzo alikuwa vice president, vile yeye aliulizia 2027, yeye alichangia sana mambo ya conflict. Kwa nini? Kama angeweza kuingia kwa Kibaki, hakuna vile Kibaki angepata nguvu. Na wakati hao watu walichukuliwa that is ICC, Kalonzo mwenyewe alikuwa anatumwa kwenda nchi za ng'ambo, kwenda kutetea kwenda kutetea rais huyu sasa mwenye hapo kwa kiti,
kwenda kutetea akina Uhuru. Hiyo ni kitu ambacho kinaonyesha kwamba Kalonzo na yeye alikuwa anachangia ubaya. Yeye hakuona kwamba watu walikosa. So hiyo ni kitu ya kwanza mimi nasema Kalonzo atoshi. Na mara nyingi Kalonzo huwa vitu nyingi huwa anarudi nyuma sana ama huwa anageuka. That is the second point yenye inanimeki mimi niseme Kalonzo kwamba hajatosha bado kuingia katika hiyo kiti. Hiyo ndio nitakachangia. Sana. Kwa hivyo Kalonzo ni kiongozi ya handshake. Na kwanza okay. Na tena tatu, Kalonzo needs to be supported. Ndio sasa awe akionekana mbele. Kalonzo kama sio Raila na msupport. Unajua sasa kama sasa hivi Kalonzo analia kwamba mbona Raila ameenda upande mwingine. Ndio kwamba apate sasa kama Raila wakikuwa na Raila ndio Raila aweze kumsupport, aweze kusikika. Ameenda hilo kwa mwingine wa Raila. So sasa unaona tena ameona kwamba hapa yeye peke yake amepaki peke yake hakuna vile ataweza, ameona wacha afanye nini? Amfuate. So sasa mnaona Kalonzo bado hajatosha, yani Kalonzo hajatosha bado. Ni heli kwamba sasa tuangalie mtu mwingine kama tunataka kutoa Kasongo ring. Tuangalie mtu mwingine ambaye ako na nguvu na hiyo uongozi kawaida huwa inataka mtu mwenye lani ako very firm. Kalonzo is not firm. If we look at somebody like now Matiang'i you know usually is very firm. Ingawa sisi yeye mwenyewe hajatoa nini kwa mdomo yake kwamba yeye anaenda kutangaza anaenda kuwania kiti cha urais. Ni sisi tu hapa tunaendelea tu kuongea Matiang'i nini na ifike huko mwisho tupate kwamba Matiang'i naye amekufia. Lakini mimi kivyangu kama ni Kalonzo tunategemea kwamba anaenda kutoa huyu Kasongo, hiyo tusahau kidogo. Kasongo tena ameingia huko. Hiyo rani automatically Kasongo ameingia huko. Sawa. Hamjamboni wa Mbunge. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa ajili ya kuweza kutufikiza katika hii. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ameweza kutufikiza katika siku hii ya Saturday ambapo na dhani ya kwamba sisi wote tunafika tamati. Naweza kusema ya kwamba thank you very much. God bless you so much. Mr. Speaker ambapo tulichagua hiyo wiki, Mr. Ojango, thank you. Maana ili tuweze kusonga mbele sisi zote ni pamoja na lazima pastor hata wewe sitakuacha nyuma. God bless you to and to. Nikirudi katika mada ambapo ya leo hii. Sema ya kwamba kutoka tangu enzi ambapo tulipotoka enzi pale ya Moi. Niweza kutazama Mr. Stephen Kalonzo kazi zake zote akiwa katika waziri katika serikali ya Rais Moi. I think wengi waliokuwa hiyo wakati waliona. Kusema ukweli wakati Moi alipokuwa akiondoka katika mamlakani alisindwa ya kwamba angewachia nani mamlaka. Kuja katazama Mr. Stephen Kalonzo alikuwa hapa. Dinga alikuwa hapa akaweza kusema ya kwamba ni rais vile mimi naona tu Uhuru tu ndiye anatoka. So kutoka hiyo wakati tulipokuwa tumetokea pale Kalonzo hajawahi kuwa peke yake. Bali ni mtu kwa kudepend. Nitarudia nyuma kidogo hapo kidogo tu mali ambapo nafanyia kazi. Mr. Patel aliweza kuniambia Collins, don't try to depend in anybody. What we are supposed to do kama ni pana iko mbaya, kama ni mashine iko mbaya, maintain, tazama na uweze kufungua mashine ili utengeneze kitu kwa sababu watu kesho wasipokuwa. Mr. Kalonzo amekuwa ni mtu ambapo kila wakati amekuwa ni mtu wa kudepend na kuweka mentality yake kwa watu fulani ambapo kama Raila Odinga kesho Raila asipokuwa Kalonzo atamo. Hiyo ndiyo kitu ambapo nasindwa na mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Tukiingia katika mazuri yake, I think watu wanajua vizuri ya kwamba Kalonzo Musyoka is a good player. Na ni mtu mzuri sana kuingia katika katikati. Ya katikati I think inakonge na fix vizuri zaidi kwa sababu tukitazama kutoka 20
pale pale katika wakati Moi alipostaafu kutoka 2027 hatukuweza kuona mazuri kutoka katika Kalonzo Musyoka, bali alikuwa ni mtu wa kudepend. Raila akiwa hapa, yeye ataenda pale. Kwa sababu mimi mwenyewe nimejaribu kutembea hata upande wa Makueni, upande wa Mwenge, upande wa Kitui, sijawahi ona katika suli ambapo inaitwa ya kwamba Kalonzo yeye mwenyewe aliweza kuja na akasimama imara na akaweza kujenga. Alipopewa nafasi pale, hata ile haikuwa nafasi, Kalonzo Musyoka was the vice president by the constitution that we have there. Wakati ulikuwa vice president, ulikuwa bado unasikilia kiti, ilikuwa inatunga home affairs minister. So that is, Kalonzo akakuja akapata nafasi mzuri pale ya kuweza kujenga jail. How many universities were supposed to be built? It was more. How many secondary schools were supposed to be built in that area in Ukambani? Was more. How many people were supposed to grow in higher education in the other countries? Was more. So Mr. Kalonzo Musyoka took the step to say to President Kibaki that what we need here, it is only jail. So sikatai ya kwamba Mr. Kalonzo was really, he said the truth that jail was supposed to be built in Mwingi. Why? Because watu wa Mwingi walikuwa hiyo wakati walikuwa wakipelekwa pale mbali. Lakini hiyo ilikuwa, there was no any project in jail. What if you build jail today in your constitution? My brother, how many, that's why you need to take us in jail. I don't know why, because lazima instead wewe mwenyewe ukuje uturekebishe ili tuwache makosa ukizungumza na sisi. Jameni, bunge oye. Oye. Bunge oye. Oye. Nataka niwaulize jameni, venye tumesimama hapa, mimi kama Collins amweze mkanirekebisha na maneno tu. Na kwa nini unijenge jela jameni? Sasa that's why Kalonzo used more chance to build jail in where in Ukambani. So jail ambapo sio kitu ambapo issues ambapo hata there is no any constitutional say. If we want to do maendeleo zetu, jail lazima yapendani, because tunapofanya maendeleo tuko na watoto wetu. Sijui kama kuna jail ambapo tunaweka, hata tulipoanzisha hii sijui kama kuna jail tuliweka hapa. So Mr. Stephen Kalonzo Musyoka will go back to the drawing board. So if he go back to the drawing board, ndiposa ataweza kujua ya kwamba kama anatosa kuongoza wananchi wa Kenya. Jambo ingine, huyu Kalonzo kila wakati ni kulia. Jameni, kila wakati imekuwa ni kilio ya kwamba baba ametusaliti. Same on you Mr. Stephen Kalonzo Musyoka. Because of what? Jambo ambapo wewe mwenyewe Kalonzo akifanyia taifa ya Kenya. Do you know what happened in the year 2007? 2007, Mr. President Moi Kibaki was not elected president of the Republic of Kenya. But Kibaki himself alikuja katangazo msindi na Samuel Kivuitu. Na one region, wabunge wangapi walitoka Mount Kenya? Walikuwa wabunge 37 only. Ambapo katika constitution, ngojeni kwanza nirudie hapo kabisa. Constitution ya hiyo wakati haikuwa hii tuko nao leo. Haingeruhusu, ilikuwa ya kwamba if I become the president of the Republic of Kenya, I must elect my cabinet ministers from the members of National Assembly. So which means, and katika hiyo kipango tu ilipo, hiyo kiwango tu ilipokuwa ikiendelea, ilikuwa inasema hivi, but it is not only one region, and it is on all 47 regional in our country of Kenya. So that's why Mr. Kibaki was not supposed to appoint the cabinet ministers from the one region of 37 MPs from central Kenya. So when he got, wakati alipopata tu nafasi mzuri ya kuweza kumaintain na Mr. Stephen Kalonzo Musyoka pale, kama Kalonzo ameza kubali akasema ya kwamba let me now today announce
my part of cabinet. Mr. Kibaki said that. Akatangaza Stephen Kalonzo Musyoka as the vice president, maana alipata usaidizi kutoka pale. Nani aliyekuwa ameshaingia pale katikati? Alikuwa ni mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Alikuwa saingia pale. Without all, Kibaki ange announce any cabinet bali ange resign na kuwachia Raila Odinga kazi ile wakati. Lakini sasa mnapoitana watermelon, uwe si watermelon. Si Kalonzo kwanza kumbuke hiyo kwanza, ile ndiyo ilizuia kuongoza nchi hii, alafu then sasa ikawa hivyo. Yes, question Mr. Yes. Ni maana ya watermelon inamaanisha nini? Kwa sababu watu wengi sana wanaona ni woga, watu wengi sana wanaona ni mtu ambayo yani ile kitu yani vile unamuona sio vile alivyo, yani ni kama ghost. So sijajua watermelon ilikuwa inamaanisha nini.